Kisa kinasimuliwa. Kisa kinasimuliwa cha binti moja katika kijiji kimoja, katika familia maskini, akiwa ni muumini katika kanisa, muumini mwaminifu. Binti huyu katika umri mdogo usiozidi miaka 20, na hivyo aliaminika kwa waumini wenzake, aliaminika katika jamii, hata Mungu alimwamini. Siku moja waumini wenzake, familia yake na hata wanaomzunguka wakasikia ya kwamba binti yule ni mjamzito. Kila mtu akashangaa. Wazee wa kanisa na mashemasi nao wakashangaa. Ingekuwa ni kipindi cha sasa, huenda wangemfuata haraka kujua kipi kimemkuta na kwa nini. Kwa hivyo, maana sisi tulimwamini, na kwa bahati mbaya alikuwa tayari amekwisha kuposwa. Lakini Mungu hutenda kazi. Naongelea habari za Mariamu, mama yake Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Katika holi la ng'ombe Bethlehem, mama huyu akiwa na mume wake Yusufu wanatembea maili nyingi kwa sababu ya hofu ya tangazo la Rumi. Na hivyo wanatafuta nyumba usiku ule, nyumba wanakosa sehemu ya kwenda kupata huduma. Na kama haitoshi, wanafanya kinachowezekana kinashindikana. Lakini kando ya nyumba ya wanyama, Mariamu na Yusufu wanalala pale, na kitoto kichanga kinazaliwa katika holi la kulisha ng'ombe. Miaka inapita, mtoto huyu akimpendeza Mungu na wanadamu, lakini kwa sababu ni Mungu na misheni yake ni kwa ajili ya ukombozi wa ulimwengu, mtoto huyu katika umri mkubwa wa miaka 30 sasa na kuendelea, ndipo wanyang'anyi wanamchukua kwa ajili ya kumsulubisha. Taarifa ni kwamba usiku ule wa Ijumaa wa Alhamisi anachukuliwa kutoka kwa Kayafa kwenda kwa Pilato, anatoka huku kwenda huku, akarudishwa. Na ifahamika ya kwamba muda ule alikuwa na njaa na kiu, maana Biblia inasema toka ile Pasaka alikuwa hajala chakula wala hajanywa maji Yesu. Na hivyo katika uchovu ulikuwa kuna msalaba umeandaliwa kwa ajili ya Baraba. Wanachukua ule msalaba kwa ajili ya Baraba, na anabebeshwa Yesu mabegani mwake, na kwa sababu ni mzito anaanza kutembezwa kwenda Golgotha, mahali ambapo anaenda kusulubiwa, ambapo wengine wote walikuwa wafanya makosa walikuwa wanaenda kusulubishwa mahali pale. Katika uchovu na dhihaka kubwa anaanguka chini kwa sababu amechoka, nao wanamdhihaki. Kama itoshi, anafikishwa Golgotha, mahali ambapo anafaa kusulubishwa, na hivyo mbao zinawekwa pale. Mama yake Yesu anatazama mwanae, mguu katika mbao, mguu wa pili katika mbao, mkono katika ubao na mkono mwingine, na anaona askari moja akiwa na nyundo mkononi mwake. Kama haitoshi, anayo misumari katika mkono wake kwa ajili ya kugonga ile mikono na ile miguu. Na mara baada ya tukio hilo, kama haitoshi, wanamnyanyua katika msalaba, na mikono yake ndio inakuwa alichokishika, ndicho ananing'inia kutumia mikono yake. Wanasimika ule msalaba katika shimo. Mama yake akitazama, asingeweza kuvumilia yale maumivu ya kuona mtoto wake anaumia. Kama haitoshi, muda huo sauti ya Mungu Baba yake, ambayo mara zote ilikuwa ikimpa nguvu, Mungu alikuwa kimya muda ule. Na kama haitoshi, malaika wa utukufu muda ule ambao wanaangaza muda wote, palikuwa kimya mbinguni. Kama haitoshi, hata jua nalo lilizimika, pakawa na giza saa 9 jioni. Utampa nini sasa mtu huyu ambaye ametenda ukarimu wake namna hii? Katika Zaburi 116 fungu la 12, Mungu anasema, nimrudishie Bwana nini kwa ukarimu wake wote alionitendea. Yeye amekupa kila kitu, wewe unaenda kufanya nini leo?